Kuna mambo ya kuambiwa na kuna mambo yanahitaji utumie hekima kama mwanadamu. Mambo mengine lazima ukaambiwe ndipozo ukaweze kujua ni nini kinachoendelea. We mwenyewe unaweza ukaona labda uko sawa, hauna shida yoyote, ama uko na ushirika mzuri na Mungu, kumbe hauko sawa. Na Mungu hakukuwa kipofu ama kuwa mchinga alipokuwa ametuma Yohana Mbatizaji akuje kuandaa njia kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu. Kuna kitu ambacho tunasoma mahali pale. Wakati Yohana aliposhuka akakuja ama alipokuja kuandaa utangulizi wa kuzaliwa kwa Yesu ama kuandaa environment, sio hiyo history ama hiyo story ilishie huko tu. Hapana, ilikuwa inatupatia taswira ama ilikuwa inatupatia picha ya maneno yajayo kama haya sasa. Kile kitu ambacho Mungu alichokifanya kupitia Yohana kukuja kuandaa njia kwa ajili ya Yesu kilikuwa na maana fiche. Mungu alikuwa anatufunulia kutuambia wakati wote inahitaji before tufanye kitu tutengeneze mazingira kwanza, ndiposa tukaweza kufanya kile kitendo ama hicho kitu. Lazima tuweke hata wakati president anapoenda mahali fulani, lazima ile place anapoenda mahali pale lazima atumane kikosi cha polisi mahali pale, wafanye uandalizi, wapange viti, waweke madenchi, waweke kila kitu, ndiyo place ikawe iko na ile security ya kutosha. Kama hakika mwanadamu wewe unaweza ukafikiria hicho kiwango eti ukienda mahali fulani lazima ukatume watu mahali fulani mahali pale wakakuwekee ulinzi ama wakapeleleze mahali pale ndipozo ukaweze kuenda mahali pale ukapeleke uchumbe mahali pale. Mbona Mungu yeye asitume huyu Yohana akuje kuprepare ama akuje kutayarisha ile njia Yesu ama akuje kuandaa njia ya Yesu ndiposa Yesu aweze kuzaliwa? Alikuja kutengeneza environment. Hii uchumbe inamaanisha kuambia wale viongozi wako kwa serikali, Mungu aliwapatia wakati mzuri sana wa kuchagua IPC. Ndio maana mliona labda yule mwenye alikuwa amesimamia ametoka ameenda, wengine walikufa, wengine wakaenda mali walienda. Mungu akawapatia another chance ya kupanga tena upya. Labda mlifanya kwa makosa, kwa kutojua, tena Mungu amewapatia another chance ya kufanya nini? Ya kufanya selection, ya kuchagua upya. Unajua IPC ndi inadetermine uchaguzi, ndi inadetermine ukweli. Lakini IPC inapokuwa eti ni watu ambao ni wafisadi, ni watu ambao wanapokea hongo, wanapenda rushwa, unapata hiyo uchaguzi hata mkifanya sio uchaguzi, ni ukora unafanyikana huko mahali pale, ni uganga ama ni ukora tu, ni game tu, ni game changer. Hakuna kitu inafanyikana huko ya ukweli. Kwa hivyo Mungu aliwapatia wakati mzuri sana ya kujipanga tena, muweze kufanya nini? Muweze kuandaa. Ndio maana nikatumia jina ya Yohana, alikuja kuandaa. Na nyinyi hii IPC mlichagua, mngefanya kuandaa uchaguzi ambao unaokuja ambao ni wa 2027, lakini nyinyi hamkufanya hicho kitendo. Mkachagua wale watu ambao mliwapendelea, sio Mungu aliwapendelea. Mkawapendelea sababu watawatetea. Sasa in your information, wacha niwaambie kitu moja. Unajua mjajua mali mnaenda wapi? Na kuambia kama mtume, haujajua kesho unaenda wapi. Wewe sasa unasherekea, unajua kuna yule mtu unaweza ukampatia pesa, hii pesa umempatia iwezi kumsaidia yeye na iwezi ikasaidia hata jamii ama society. Sababu sasa okay, ako nazo lakini hakuna jaja anasaidia. Lakini the point ama the fact is ako na pesa. So unapoangalia hiyo uchaguzi ambao inaokuja mnasema 2027 wacha nicheke. Wewe ujui ni kitu gani Mungu amepanga huko mbele. Wewe hujajua, ni ile ujui. Ni ile labda Mungu hajakuonyesha ni nini kimepangwa huko. Mko na challenge. Wananchi wako na challenge. Mko na kibarua. Itabidi muombe sana. Na hata hii maombi hata mkiomba, sababu hawa wanasiasa nao unaona sasa hivi wamefahamia makanisa. Kila mwanasiasa akitaka kutoa speech ni kanisani. Akitaka kuongea hotuba yake ni kanisani. Hata kanisa yote imekuwa sasa
ni wanasiasa, si eti ni madhabahu ya Mungu. Hao wamekuwa ni wanasiasa. Okay, hatujawakataa msikuje kanisani, kuja. Lakini sasa hapo mchue watoto wa Eli ni nini liwafanya wakaangamia? Juu walikuwa wanacheza na madhabahu. Walikuwa wanacheza na madhabahu. Pia venye wanasiasa wanacheza na madhabahu. Anaenda huko kanisani anaongea uongo. Anaenda huko kanisani anadanganyana. Sasa anaangojea 2027. Kile kitu ambacho Mungu amepanga huko mbele, si hivyo venye unafikiria. Huko mbele si kuzuri. Nakuambia kama mtume. Huko mbele mahali unafikiria eti 2027 utafanya hivi, utaenda hivi. Jipange mapema, kabla mapema. Na nimesema tena, jipange mapema kabla mapema. Sababu kitu cha kwanza, nyinyi wenyewe mmemesi. Nyinyi wenyewe ni waongo, nyinyi wenyewe ni wakora. Nyinyi wenyewe mnajua kile ambacho mnaendeleza. Si eti hamjui, mnajua tu. Honestly, mnajua tu. Hata Mungu ni mshuhuda. Mnajua tu kile ambacho mnachokiendeleza. Lakini uko mbele si kuzuri. Wewe jipange na ujipange mapema. Mapema ndio best. Kwa hivyo, wacha kusema kuhusu kesho. Kesho wacha ijipange. Mungu anasema usipange juu ya kesho yako. Kesho yake yeye ndiye anayejua. Wewe unayesema hiyo kesho, je, unajua hapa katikati nini kitatokea? Unajua Mungu anaweza kageuza chochote hapa katikati? Unajua hiyo siku unasema tu unajipiga kifua kwanza, unasimama unasema tutaonana. Mtaonana na nani? Siku na nyakati na majira inakuanga ya Mungu, sio ya mwanadamu. Wewe unaweza ukajipiga kifua useme 2027 utakuwa kwa parrot. 2027 utafanya hii. 2027 utaiba kura. 2027 utafanya hivi, ama utaua, ama utatumana vijana wakafanya hivi. Kumbuka Mungu si mwanadamu. Mwanadamu sio kama Mungu. Mungu ni Mungu na mwanadamu atapaki kuwa mwanadamu. Kwa hivyo jipange kabla hujapangwa. Wewe jipange. Yaani maanisha hivi, sio jipange kwa wanadamu, jipange maisha yako na Mungu, uhusiano wako na Mungu, sababu hapo mbele sio kuzuri. Mali unafikiria, mali unadanganya watu, tutaonana. Wacha Mungu akakupe hekima. Ndio maana nimekuja kukuonya, labda unaweza ukasikia hii sauti, unaweza ukasikia sauti ya Mungu. Mungu anaweza kutumia hata kunguru, anaweza kutumia chochote kikuletea ujumbe, lakini Nebukadneza hakusikia sauti ya Mungu. Watu wengi wamekataa sauti ya Mungu, hawajaisikia hadi wa leo. Wengine wanapinga, wengine wanakataa, lakini wanakuwa too late wakati wamefika mwisho, ama wakati lile ama yale majira yanapofika mwisho, ile saa inapogonga, ndio wakati anapomtafuta Mungu, na unapata malaika ameshafunga kile kitabu na ameenda, na maisha yako inarudi kusimu, nafsi yako inarudi kilia. Kwa hivyo jipange kabla ya siku zako. Wacha kusema about tomorrow. Tomorrow, the only tomorrow you are saying about ni Mungu tu anayejua. About your tomorrow, it is only God who knows about your tomorrow, not you. You are a human being. You are not a spirit. You are a human being. So tomorrow, it is remaining to God, not you. No, never ever. Don't dream about tomorrow. Tomorrow, it is for God, not yours. Siku ni za Mungu, nyakati na majira ni za Mungu. Usijipige kifua, usione kana kwamba wewe ni mzuri, usione kana kwamba uko na pesa, usione kana kwamba unaweza ukafanya chochote, wewe ukaambiwa. Jua kesho, majira, nyakati